BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya kweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Peng Olua. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka BMP TV. Tunaletea taarifa kamili za habari kila siku kwa nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Na leo tarehe 11 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Katika jimbo la Sud Kivu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa mpya zinaeleza kuwa mwanajeshi mmoja wa kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na serikali ya Rwanda amekamatwa na vikosi vya wazalendo akiwa mikononi mwa vyombo vya usalama. Mwanajeshi huyo amefichua siri nzito kuhusu mipango ya M23, ikiwemo njama za kuchochea vita vya kikabila ili kuigawanya Kongo na kuondoa umoja wa wananchi wanaopigania haki, amani na uhuru wa taifa lao. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Katika mfululizo wa mapambano ya kulinda ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikosi vya wazalendo vimeripoti kumkamata mpiganaji mmoja wa kundi la waasi la M23, kundi linalojulikana kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda RDF katika mashambulizi yanayoendelea mashariki mwa nchi. Tukio hili limetokea mkoa wa Sud Kivu, eneo ambalo limeendelea kuwa muhimu katika vita vya kujilinda dhidi ya uvamizi wa makundi ya wasi yanayohatarisha usalama wa taifa. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya kijeshi na vya kiraia, mwanajeshi huyo wa M23 baada ya kutiwa mbaroni amekiri hadharani kuwepo kwa mpango maalum wa kundi lao linalolenga kugawanya makabila ya Kongo kwa njia ya uchochezi wa vita vya ndani na migogoro ya kikabila. Amesema wazi kwamba lengo kuu la mipango hiyo ni kuwatenganisha wazalendo wa Kongo kwa kuwasha migogoro kati ya makabila mbalimbali kama vile Wabembe, Wanyindu, Wavira na Wafuliru ili kuyumbisha nguvu ya umoja wa wananchi wa mashariki mwa Kongo. Mwanajeshi huyo alifafanua kuwa kwa mujibu wa mafunzo na maagizo yalipokea kutoka kwa makamanda wa M23, waasi hao wanaamini kuwa bila kugawa Kongo kwa misingi ya kikabila hawataweza kufanikisha ajenda yao ya kisiasa na kijeshi. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, tuliambiwa tupandikize chuki, tuwashambulie wale wanaojiona wazalendo, tuwazuie wasipiganie taifa lao kwa umoja. Ni njia pekee tuliyoambiwa itatufikisha kwenye mafanikio. Kauli hii imezua mshtuko mkubwa miongoni mwa viongozi wa kijamii na kiraia wa Sud Kivu, ambao wameeleza kuwa ushahidi huu ni wa thamani kubwa katika kuelekea kwa undani sababu ya migogoro inaendelea mashariki mwa Kongo. Mmoja wa wazee wa jadi alizungumza na waandishi wa BMP TV Online, amesema, tumevumilia mateso kwa miaka mingi, sasa tunajua adui yuko wapi na anatumia mbinu gani. Unataka kutugawa, lakini tumehapa kuwa damu ya Kongo haitagawanyika tena kwa jina la ukabila. Viongozi wa vikosi vya wazalendo wameeleza kuwa kufichuliwa kwa siri ni ushindi mkubwa wa kitajinsia, unadhibitisha kuwa mashambulizi ya M23 si vita vya ndani, bali ni uvamizi wa kigeni wenye malengo ya kisiasa na kiuchumi. Wamewahimiza wananchi wote wa Kongo kuendelea kushikamana bila kujali kabila, eneo au dini, kwa sababu umoja wa raia ndio silaha kuu dhidi ya ukoloni wa karne ya 21 unaoendeshwa kupitia silaha ya propaganda. Kwa upande mwingine, mamlaka za usalama zimethibitisha kuwa mfungwa huyo M23 yupo chini ya ulinzi mkali na kwamba mahojiano maalum ya kijasusi yanaendelea ili kupata taarifa zaidi kuhusu washirika wa ndani na nje wa kundi hilo.
Vyombo vya ulinzi vimeahidi kuendelea kulinda ardhi ya taifa na kuhakikisha kuwa amani inarejea kikamilifu katika mikoa yote ya Mashariki, hususan Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini. Na sasa watazamaji wa BMP TV Online, tunawaalika kusikiliza sauti fupi ikionyesha hali halisi baada ya mapambano hayo makali. Ndio tunarejea tena. Niongee mlugha ya Kiswahili kuhusu hii voice ambayo yeye Mnyarwanda alitumana kwamba eti wanataka watu atanisha sisi na kabila zingine sana Warundi, tuonekane uadui kati yetu Warundi na Wafulero na Warundi, Wafulero na Wabembe, Wafulero na Wavira. Eti bila hivyo hawawezi weza. Nano impamvu natumye n'odiyo kuba Fulero mureke aba bantu tubateranye n'abari abakorana. Niyo politiki igezeho umuntu wese uze ngorgongo ngo agire icaza ashikirija kuri social media n'ibindi n'abindi, tubateranye n'abari abamayimayi n'abarundi n'ibiki babahinduke, leta bahinduke. Tudakoze iyo politiki tuba tunaniwe, tugaceceka gusa tukaba twumva ibyo bavuga, tukaba twumva ibyo bavuga gusa, ibyo bakora ngo turacecetse ngo ce turabana muri politiki koko. Abakongomani ni abantu boroshe guhindurwa. Bariya rero babagiye ngo nimuhaguruke tubateranye. Niyo solution yo gukomesha bamuniga ntamejo ngo tutazosubiranamo ngo turiko turajombana amasasu. Yako basifanye politiki sasa watoto wadogo, shinde tuko tunatupiana masasi. Kumbe kwa hiyo waache waingize buadui sisi kwa sisi. Mfulero na Murunji bachukiane, Mfulero na Mbembe bachukiane, Mbembe na Mnyindo bachukiane, ili waangalie kisipata tukamata, wala ili waangalie kisipata tuweza, lakini bila hivyo hawezi tuweze. Kumbe kwa hiyo wakambiana kwamba ichi Mnyamazi ya kuongea kuma social media ili tufanye hiyo siasa tusiwe na watoto wadogo, tushindo na vita watoto wadogo. Lakini tusipofanya hivyo hapo vita vinatushinda. Ndio kisi waliongea mkinyarwanda. Kwa hiyo ndugu zangu, ni Babembe, ni Bafulero, ni Barundi, ni Bavira, ni Banyindu, tuwe macho. Tunasikia siasa ya wenzetu, tunasikia politiki ya wenzetu, na ndio maana kwa Barundi kama mafanga ili mpigane ni wenyewe. Sawa? Ili kuonekana kwamba Mbembe na Mfulero wanapigana, Mfulero na Mrundi wanapigana. Kumbe ni siasa yao ndio wenyewe wako naingiza ili tushindwe na hivi vita. Asante sana, Mungu atubariki. Tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hili linakuja wakati ambapo dunia inazidi kushuhudia juhudi za serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi katika kulinda uhuru wa taifa na kuimarisha amani ya kudumu. Kwa mara nyingine, wananchi wa Kongo wameonywa kutokubali kugawanywa, bali kudumisha mshikamano na kuendelea kulinda heshima ya taifa lao lenye utajiri wa asili unaolengwa na nguvu za nje kwa maslahi ya kiuchumi. BMP TV Online, sauti ya uzalendo, amani na ukweli, umoja wa Kongo, nguzo ya uhuru wa taifa. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu zima utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tukutane majira ya saa 12 jioni majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.